Kwanza mimi jamii ya Maa tumekuwa marafiki tangu wakati wa John Keane, tukiwa Democratic Party, na vile vile tukiwa na rafiki wangu alikuwa wa karibu sana, alikuwa anaitwa George Saitoti. Nyinyi mnajua hiyo siasa kama ule mzee wa Loitoktok. Tumepiga naye siasa sana kule Loitoktok ya Papai. Lakini mimi siko hapo. Mimi nataka kusema hivi. Mimi hata hiyo one term sikutaka. Sikutaka hata hiyo term, one term. Si mnajua hivyo? Sikutaka hiyo one term. Yule mtu aliletea sisi one term mulima hii yote na Kenya hii ni huyu mzee mnaona hapa. Huyu. Hapa mulima yote tulitembea akatulima, na tukiwa na serikali, na tukiwa na vitu vyote, na tukiwa na pesa, na akapeleka UDA ikawa ndio inawika hapa mulima. Wacha niseme, kuna wakati mimi mwenyewe nilikuwa nafungua TV nikiona mimi nafunga. Nikiona Rigiji anaongea, sisi zote mpaka mama tufunge. Hii mtu ndio alitumaliza. Ninataka kusema hivi. Mimi ni mwanasiasa wa miaka mingi sana. Huyu mzee alikuja na jambo ambao hakuna mwanasiasa Kenya hii ameshatamka. Alikuja akasema, mimi nimekosea Mama Ngina, mimi nimekosea Uhuru Kenyatta, mimi nimekosea nyinyi watu wa mulima, tafadhali munisamehe. Jamani, kama hata sisi tunasema shida ile yote tunayo hapa, si tunaomba Mungu atufanye nini? Mimi ndio nimesema, hata mimi kwa miaka hiyo yote sijasema nisamehewa. Na mimi ni kama hii mzee akisema nimsamehe, mimi nilimsamehe kabisa. Na tulikuwa na shida nyingi wakati alikuwa kwa hiyo serikali. Na sisi kama jamii ya Wakikuyu tukitazama watu yetu, sababu mimi mahali nilifika ya mwisho ni waziri na nikaritaya kwa siasa. Si kuona mwanaume ambao tunaweza kumuunga ama mwanamke mkono akamboe nchi hii ya Kenya na mulima hii yetu. Mimi nataka kusema Your Excellency na Mama Dolokas, you are God sent people to Kenya. Kwa sababu hata wakati ulifukuzwa, kuna watu walikuwa nasema Rigiji ni wa mwezi moja, umpe mwezi moja. Ikaenda miezi mbili. Mama Dolokas bado anaomba. Ikaenda miezi 6. Mama Dolokas bado anaomba. Sasa tunaendelekea kama mwaka mama anaomba na bado maombi inasikiwa. Mimi nataka kuhakikishia Wamasai, na ninataka kwanza kusema ni kwa sababu gani mama yangu hakupita kwa Wamasai tuzaliwe Wamasai. Sababu nyinyi ni watu wa heshima kubwa sana. Huyu mzee na ndio senator, current senator huyu, anasema huyu mzee wetu wa zamani, kama ni watu yetu wa Central hawajui mzee,
hawajui nini, hata hawangerecognize mimi. Kwa hivyo jamii ya Maa ina heshima na watu yote, na haswa na wazee na wa mama na vijana wetu, na nimekuwa na nyinyi na ninajua hivyo. Ni wachukulu hawa viongozi wa Maa wakiongozwa na Senator na Ngogoyo, ambayo na wale wengine ambao walishikilia huyu mzee, ambao hawa hawakuweka X yeye kwenda nyumbani. Msidanganywe na mtu. Mulima msiwe mkaelezwa kuna Mungu mwingine amelala mahali atakuja, kuna mtu mwingine atakuja mahali. Mulima iko na Rigiji hapa. Msije mdanganywa ati mnalala mnasikia mnangoja mtu mwingine gani. Mumeona Meru vile imekuwa? Mlijionea? Huyu mzee hata kila mtu sasa anaanza kwa nyumbani kusema ala, na huyu mtu kumbe hatukuwa tunamjua. Saa hii ndio tunamjua. Hii ni boma ya mambo ingine. Hata ndugu yake ambaye alikuwa mbele yake, yeye alikuwa anachaguliwa na chama yake peke yake, ilikuwa inaitwa GNU, na anatupiga anatumaliza na anaingia. Kwa hivyo ni boma ya siasa, na siasa kali na siasa tiba. Mimi ni mzee wa boma hii kwa kisiasa kuliko mtu mwingine yote Mulima wa Kenya. Na vile vile tunasikiza vile tumeambiwa na mkubwa yetu tusikize. Mimi ni mkubwa yake kisiasa, lakini kikofia sasa mimi ndio ninatoa yeye kofia kwake. Mtoto wako akiwa chief, hata ukiwa baba, unapiga saruti kwa mtoto yako. Huyu mzee sasa ndio kiongozi yetu, na msije mkadanganywa na watu ambao wanasema ati msikize. Hakuna mtu mwingine tunasikiza. Chama yetu ya DCP, kuna watu hata leo waliniita kuniuliza, watu wanalia ati mnasema chama moja. Sisi hatukuambii ufunge chama yako, hapana. Wewe endelea na chama yako, unauza sera za chama yako. Lakini wachana na DCP. DCP si tutasema dakika ya mwisho 6 piece katika Central. Yote, viti yote kufagia. Hata kule Amerikani na mahali ingine democracy nasema chama yako ni lazima uiunge mkono, na kila mahali unaenda unasema ni chama yako na ni wale watu ambao ni candidate wako wanafaa kuchaguliwa. Kama usemi hivi watu waanze kulalamika nini, wewe uza sera yako. Kuna mtu anakataa, lakini kama umeona DCP imepita, basi ondoka isipite na wewe. Kaa kando. Sababu usipokaa kando itakukanyanga. Mimi kama mzee ninasema hivi. Sisi tulikuwa kwa upande wa ile mzee rafiki yangu wa kitendawili, na mnajua hivyo. Mimi ndio niliongoza yeye sana, na Mulima tukapata 1.3 votes ya huyo mzee. Zamani alikuwa anapatanga 100 peke yake, na Rigiji naye akapeleka ile ingine 4 million pande hiyo ingine. Sasa 5 million, almost 6, iko chondo moja ya huyu mzee sasa. Na msije mkadanganya. Unajua kama wewe huko serikalini, hujui kama umemalizika, kwa sababu unapewa pesa ya serikali, unapangiwa mkutano na chief, unapangiwa mkutano na ndio, unapangiwa mkutano na PC, na unafikiri wewe yuko tu. Baka wakati wa uchaguzi ukifika, kumbe nilikuwa bure, na watu bado walikuwa na kukula tu. Si mnajua hivyo? Na wanakumaliza tu na unasema una watu.
Hawa watu munaona wakikula wale wajumbe ni watu bado wa Rigiji. Ni pesa yetu wanaenda kusema ni lazima tukule. Hata nyinyi Masai huko, pesa ikiletwa msiseme ni pesa yenu inapewa watu. Wacha watu yetu wajisaidie naye. Lakini dakika ya mwisho kula ikipigwa, Your Excellency, mimi nasema hivi tafadhali. IBC hii ya uchaguzi usipigane nayo. Hata Ruto akileta watoto yake, kwa hiyo wacha arete. Wacha aweke hapo. Wacha apange atapigana. Utapigana na utakuwa umeshindwa na nusu ya milioni ya Kenya, utapigana na nani? Sababu kula kama inapigiwa polling center hivyo. Hata sisi Rigiji, mimi ni Maina Kamanda husema, sisi hamukutuimba kula hata. Mlitushida kikweli. Hakuna mahali kura iliibiwa na tulikuwa serikali. Na tulikuwa, kwanza mimi nililia sana. Ningeshindwa na mimi ndio nilikuwa deep state. Na kiti imeenda. Kwa hivyo wewe ufikirie wewe ni deep state kule, hii serikali imeshaenda na ikaenda na imepita. Kwa hivyo wa Masai mkiwa kule, mimi Your Excellency tangu 1992 huyu kijana akiwa university na 1997 na 2007 vile ameua watu yetu, na kukawa na shida vile vile, wale watu walifukuzwa mashamba na watu vile vile wakauliwa kwa kanisa, na wale ambao watu walifukuzwa mashamba wote wakaletwa mahali yetu inaitwa Mawingu ya Olukalao hapo, na mimi ni jirani hapo, na hakuna hata siku moja alikuja kusema nyinyi murundi kwa mashamba yenu. Mimi nilimalizana na yeye na nikaona hii si mtu ya Mungu, huyu ni mnyama aina ingine, na tafadhali wewe ni Mungu amekutuma. Jiulize saa hii kama hatukuwa na Rigiji. Mujiulize ni nani? Centro ni nani? Centro ni nani saa hii? Watu unaanza wanakwama, wanauliza watachikwa. Kwani utachikwa? Na kama wewe ni wakufa utakufa tu. Utakufa tu. Kama wewe ni mtu wa kuchikwa utachikwa tu. Hii siasa haina hii mambo ya kuongopa kifo ama nini. Mimi nilimwambia huyu mzee juzi, Kimathi, Dedan Kimathi walienda msitu wakiwa na 23 years. Walikuwa Gen Z. Hata wakati hii vijana yetu muendelee kutetea Kenya hii, musipojitokeza hata mkiuawa mutakomboa Kenya hii. Mkinyamaza hii nchi itaenda, na ikienda sisi tumekula wakati yetu, hawa wengine wamekula wakati yetu, wakati wenu ndio unamalizika. Kwa hivyo msije mkaambiwa na mtu mkae nyuma. Sasa ni wakati wenyu wa kupigania Kenya yenu. Na ile uzuri iko, hamutapigana na bunduki, munapigana na nini? Na mtandao. Niliona juzi mumechora hata mama mwingine jirani kama ati nguruwe, watu wakalia huko sana. Mkichora hiyo maneno. Watu wa Kenya. Watu wa Kenya ni moto. Na niseme hivi, Kenya yetu, wewe ukifikiria ati itakuwa kama nchi jirani, unaweza kutawala ile miaka unataka uchenji katiba, utachenjia ukiwa mkimbizi. Utakuwa mkimbizi. Hiyo mali yako umekula, kama unafikiri njia hiyo hautaikulia Kenya hii, hata wewe utakuwa mkimbizi kama wale wengine tunasema ni wakimbizi. Kwa hivyo wa Masai, mimi ninataka kuwaambia muwe mustari, na ninashukuru viongozi wenu
na tuko pamoja na Central. Msije mkaambiwa watu wako na shida. Hata mimi nachangaa na huyu mwanaume. Nimemwambia I've been to Kibaki politics. I've been to huyu Mumasai wenu, mimi ndio nilikuwa nataka awe president sana, Saitoti. Nilikuwa na watu wengi hawakuwa na energy. Huyu ile energy anayo. Akiongozwa na hivi vijana wetu anaitwa Ngogoyo, ama ni Ngogoyo. Huyu. Vijana hawa na hao viongozi wengine wote. Kwa hivyo nawashukuru na niwaambia tuko pamoja na sisi. Kwanza katika chama yetu tuna nafasi ya wazee katika top, na mimi ndio naongoza hiyo. Alinipa hiyo cheo na nikasema asante. Mimi si mtu wa kuniongopa. Nasema mimi miaka yangu ya kwenda mbinguni imefika. Ukitaka kunimaliza mimi iko 70 plus. Mimi nimefika, Mungu amenipa ile ya bachichi. Wewe kama unakuja kuchikia Mungu nini, shauri yako. Lakini Maina Kamanda hawezi nyamaza. Ni shauri yako. Na tena kule mnaona kwa Blanches. Kwanza huko ndio Wamasai wazee. Kwa Blanche tena watu wako 10. Kwa hivyo ninataka kusema siasa ya huyu mzee ni kama ile nilifanya ya Mwai Kibaki, ambayo alikuwa na heshimu wazee, kinajenga Karume, John Kini na nini, na sisi ndio tulikuwa vijana kama Ngogoyo. Sasa tulikuwa na Papai, tulikuwa sasa lika hiyo sisi tuko nyuma na hawa vijana wanafanya kazi, na alikuwa na heshimu na kutusikiza na kutushauri hata tukiwa vijana. Ninaona mwenendo huyu ni kama wa yule mzee wa zamani wa Kenya naitwa Jomo Kenyatta. Unajua Jomo Kenyatta alikuwa na mahali naitwa Ishaweri. Sasa ninaona Ishaweri ya pili hapa. Wa Munyoro hii ninaona ni kama hiyo, sababu ilikuwa inaunganisha mzee Kenyatta wakati hiyo. Wajumbe wa Nairobi, kwa sababu nilikuwako nikiwa kijana mdogo, hangetoka State House kama wajumbe wa Nairobi hawajamuona huko, na kama hawajamuona wateremuke Ishaweli akawaone. Na jioni anakuwa na wazee wengine na watu wa Masai na kabila zile zingine, inamtumbuiza. Ninaona wewe umeiga hiyo mkono, sasa umelete mahali haikujulikana, inaitwa wa Munyoro, Kenya mzima, ulimwengu mzima. Hata watu wanauliza singepata kachamba huko wa Munyoro. Niwe nikipewa jina ya Harambe. Harambe. Mungu ambariki.